Wakenya wetu, vijana wetu, wa kike na wa kiume, wazee wetu, waume na wa kike, na pia kuomboleza wale ambao wameshikwa na wako katika seli katika taifa hili la Kenya, na wale ambao wako hospitalini sasa hivi ambao wako na majeraha tofauti tofauti. Kwa hakika ni wingu la simanzi ya masikitiko kama taifa la Kenya, na tunajiuliza maswali mengi. Sisi kama taifa la Kenya tulipigana na mbeberu, na tulipopigana na mbeberu tulitaka haki zetu kama Wakenya. Tulitaka haki zetu za kimsingi ziweze kuheshimika. Tulitaka hadhi zetu kama Wakenya ziweze kuheshimika. Na baada ya kumtoa mbeberu, tuliweza pia kupigana kama Wakenya kuweza kuleta katiba, tuwe na sheria ya kuweza kuangalia haki za Wakenya. Tukaweka katiba ambayo katika sura yake moja imezungumzia maadili ya kitaifa. Na katika maadili ya kitaifa ni kumheshimu Mkenya na kumfanya Mkenya aishi maisha ya kuheshimika. Katika maadili ya kitaifa ni umoja wetu kama Wakenya. Katika maadili yetu ya kitaifa ni kumwangalia Mkenya ya kwamba ameishi maisha ambayo ni ya kuheshimika. Katika sura nyingine nimezungumzia maadili haswa ya haki za kimsingi za Wakenya. Tumeshangaa sana kuona ya kwamba taifa hili linaongozwa na uongozi ambao haufuati katiba, uongozi ambao hauangalii maadili ya Wakenya, maadili ya kwamba Mkenya lazima awe na haki ya kuishi. Hakuna ruhusa ya kumuua mtu yoyote ama Mkenya yoyote. Leo nasikitika kuona vijana wetu, vijana zaidi ya 50 wakipigwa marisasi, wakiuawa, wamekuwa tortured. Ajabu ni kwamba wanaowapiga marisasi ni Wakenya wenzao. Wakenya ambao sisi Wakenya tunawatolea ushuru, kuwalipa mishahara yao, kuwalipa pesa zao za rent na kuwalipa marupurupu walionayo. Leo taifa limegeuka. Wakenya wanashurutishwa kuua Wakenya wenzao. Tunaenda wapi kama taifa sisi? Ni masikitiko makubwa na mshangao ya kwamba viongozi wanaweza kusimama na kusema tunawapongeza polisi, tunawapa hongera kwa kazi nzuri. Kazi ya kuua Wakenya, kazi ya kuua vijana wadogo, kazi ya kuua kina mama, kazi ya kuua wazee. Jamani, ni Wakristo wa aina gani hao? Ni Waislamu wa aina gani? Ni Biblia gani mnaoisoma inashurutisha kuua na kutoa roho za watu? Ni Qurani gani mnaoisoma inashurutisha kutoa roho za watu na kuua watu? And yet you call yourselves Christians, and yet you call yourselves Muslims. Mungu aliye hai, Allah, Jehova, Nyasaye, Mulungu, Ngai, halali. Na haki itapatikana, na tunajua baada ya dhiki ni faraja. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na vinara wenzako, tunajua muliekewa target muweze kumalizwa. Lakini sisi Waislamu tunasema la ilaha illa Allah. Yani Mwenyezi Mungu ni mmoja, na Mwenyezi Mungu ana uwezo na ana nguvu kuliko nguvu za wale binadamu ambao wamekuwa na kiburi. Ni masikitiko makubwa sana. Watu wanatolewa majumbani. Watu wamekaa, wengine hata ni walemavu, hawawezi kutembea, hawawezi kuona, hawawezi kusema, wanatolewa ndani ya nyumba, wanapigwa marisasi. Kijana mmoja anapigwa bullet 9, risasi 9. Hata wewe polisi, wewe hukuzaliwa, wewe huna mtoto, hujui uchungu wa mwana, hujui uchungu wa ndugu, hujui uchungu wa taifa la Kenya. Sisi kama viongozi na sisi kama wazalendo wa taifa, safari hino ni ngumu, ni safari ya mawimbi, ni safari ya tufani, lakini tutakutembea na safari hii. Tuhakikishe ya kwamba
haki ya Mkenya haitaangamia. Raila Odinga na vinara hawajipiganii wao, wanapigania Mkenya ambaye leo anaishi katika uchochole.